Nilipigana peke yangu, lakini sikuishi peke yangu. Miaka michache iliyopita, kulikuwa na kijana aliyeishi na mke wake katika chumba cha kupanga pembezoni mwa mji wa Mbagala, Dar es Salaam. Jina lake aliitwa Danieli. Danieli hakuwa tajiri wala hakuwa na cheo chochote, lakini alikuwa na kitu ambacho wengi hawakuwa nacho: ndoto ya maisha bora. Alikuwa ameoa mapema, akiamini kwamba maisha huwa matamu zaidi unaposhirikiana na yule umpendaye. Lakini alichogundua baadaye ni kwamba mapenzi pekee hayawezi kulisha tumbo, kuvaa miili wala kulipa kodi. Chumba walichopanga kilikuwa cha kawaida sana: sakafu ya simenti iliyopigwa tiles, dari lililovuja na madirisha yaliyovunjika yaliyozibwa kwa maboksi. Walikula mara moja kwa siku, wakati mwingine hata hiyo mara moja ilibaki kuwa ndoto. Danieli alijitahidi kufanya kazi za kibarua, kuchomelea, kubeba mizigo sokoni, hata kuuza vitu mitaani, lakini bado haikutosha. Mkewe alianza kubadilika. Tabasamu lililomvutia likatoweka. Maneno ya upendo yakageuka kuwa lawama. Macho yake yakawa baridi, kana kwamba moyo wake ulikuwa baridi zaidi. Siku moja jioni, mvua kubwa ikiwa imenyesha, Danieli alirudi nyumbani akiwa na mkate mmoja na maji ya baridi. Ilikuwa ni kwa ajili ya mlo wa usiku. Siku hiyo alimkuta mke wake ameshapakua kila kitu. Danieli, nimechoka. Nimevumilia sana, lakini maisha haya ni kama shimo lisilokuwa na mwisho. Mimi naondoka. Danieli alijaribu kumzuia, akamlilia akamwambia, "Usiondoke. Usiondoke kabla ya jua kuchomoza. Nitabadilika. Nitainuka." Lakini tayari mlango ulifungwa kwa nyuma. Danieli akabaki peke yake kwenye giza, kwenye mvua, kwenye chumba kilicho na joto, na bila sauti ya mtu wa pili tena. Maisha yalimgeuka. Wakati mwingine hakuwa na nauli ya kwenda kazini. Siku zingine alilala nje ya chumba kwa sababu hakuwa amelipa kodi. Hatimaye mwenye nyumba akaanza kumfungia kwa nje. Marafiki wakamtupa. Aliwahi hata kuuza simu yake na akatembea kilomita 8 kwa miguu kwenda kuomba kazi. Mwezi mmoja baada ya mke wake kuondoka, Danieli alifukuzwa rasmi. Alisimama mlangoni akitazama dunia yake kimzunguka, sio kwa kishindo, bali kwa kimya kikubwa chenye maumivu. Aliketi pembeni mwa barabara akitafakari. Je, hii ndiyo mipango ya Mungu kwangu? Nitainukaje tena? Na nitaanzia wapi? Lakini ndani ya maumivu yake alikumbuka maneno ya marehemu mama yake. "Mtoto wangu, ukianguka, anguka mbele, ili ukilazimika kuinuka, uendelee mbele." Maneno hayo yalimchoma kama moto wa matumaini. Siku iliyofuata, Danieli aliamka na kuanza kuzunguka mtaani kuomba kazi tena. Na aliomba kazi sio kwa unyonge, bali kwa imani. Aliomba kazi zaidi ya 30. Hakupatiwa. Alikataa kukata tamaa. Siku moja alisimama nje ya kiwanda cha aluminium, akawa anasaidia watu kubeba mabati kwa hiari bila kulipwa. Mlinzi mmoja alimshangaa na kumuuliza, "Kijana, mbona huchoki kusaidia watu bila malipo?" Danieli akajibu, "Mimi siwezi kumiliki mkono wenye nguvu, halafu nikasema hauna kazi."
Kwa bahati meneja wa kiwanda alimuona akamuita ofisini. Danieli akazani amekosea. Kumbe walimpa nafasi ya kufundishwa kazi na baadaye ajira ya mkataba. Miezi ikasonga. Danieli akaanza kupata mshahara wa uhakika. Akapanga tena, lakini sasa kwenye chumba chenye dari salama na maji ya bomba. Alianza kuweka akiba. Hakuwa na mengi, lakini kila mwezi alihifadhi kidogo. Miaka miwili baadaye alinunua eneo dogo pembezoni mwa mji, sehemu ya kichakani palipojaa vumbi na vichaka virefu. Watu walimcheka. Wewe umenunua vichaka? Hii sio ardhi, ni shamba la nyoka. Lakini Danieli alikuwa anajenga kwa maono, si kwa macho ya wengine. Alianza kujenga kwa tofali moja moja. Alipokuwa hana pesa ya kuajiri mafundi, alijenga mwenyewe. Alilala sakafuni, akapika kwa kuni, lakini aliendelea. Miaka mitatu baadaye, Danieli alisimama mbele ya nyumba yake mwenyewe, yenye vyumba vitatu, sebule kubwa, jiko lenye makabati na fensi ya ukuta. Akatabasamu. Hakuwa na mwenye nyumba wa kumkumbusha tarehe. Hakuwa na mlango wa kugongwa usiku wa manane. Hakuwa na njaa ya maneno. Kulikuwa na utulivu na ushindi. Siku moja alimpigia simu yule aliyewahi kuwa mke wake. Sikukupigia kukulaumu. Nimepiga kukwambia nilianguka, lakini sasa nimesimama. Funzo la simulizi. Ukimtupa mtu wakati wa majaribu, unaweza ukatupa ushuhuda wake pia. Uvumilivu ni daraja la mafanikio. Maisha yanaweza kukugonga chini, lakini usiruhusu ya kuache hapo. Ndoto huanza kwenye magumu, lakini humalizika kwa ujasiri. Mungu hajawahi kuchelewa. Huja kwa wakati wa maumivu kuwaonyesha watu wake neema ya kweli. Unapoisikia hadithi hii, jiulize, je, kuna Danieli mwingine ndani yako? Uko wapi kwenye safari yako? Je, umekata tamaa mapema? Au bado unapigana hata kama unaonekana mpweke? Ni mimi mtunzi wako Faris Baraka na msomaji wako Faris Baraka. Usisahau kulike, kucomment, kushare na kusubscribe. Asante.